Ndugu mpenzi mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa sana ya Kilimo 360, na kukaribisha tena kwa mara nyingine. Tutazame shamba letu hili la eka 2 lililopanda mahindi. Hili tuliwahi kupanda mahindi na sasa yako hatua hii kama inavyoonekana. Nikukumbushe, kama bado hujasubscribe chaneli yetu, fanya hivyo ili uwe mfuatiliaji wetu wa karibu sana kila tunapopakia video zetu za kilimo, ufugaji na biashara hii ya kilimo kwa ujumla. Sasa hili ni shamba letu la mahindi la eka 2 kama ambavyo linaonekana hapa. Hapa tulipanda kipindi cha mvua za vuli. Kwenye kipindi cha mvua za vuli, na mvuli kwa msimu wa mwaka jana mwishoni hapo, ili mvua za awali zilinyesha, baadaye zikapotea. Kwa hiyo hapa tulikuwa tumeshaandaa shamba, tumeandaa shamba tayari. Kwa hiyo tukapanda kwa zile mvua za mwanzoni. Mahindi yetu yakaenda kwa mbinde kidogo, lakini baadaye mvua zilivyokuja kunyesha Disemba mwishoni, hali kidogo ikabadilika, kwa sababu ni kama tulishaanza kuwa na wasiwasi. Kwa hiyo walau, japo sio kama ambavyo tungetazamia, kama hali ya hewa ingekuwa imeenda kama inavyotakiwa kuwa. Kwa hiyo tukafanya palizi, na kwa sasa ni kama ambavyo inaonekana. Kwa hapa tunasikilizia tumalize mchakato na haya mahindi yetu, alafu tuone kulingana na hali ya hewa tutaweka mazao ya namna gani. Tutaangalia kulingana na hali ya hewa, lakini kwa mpango ambao tuko nao hapa, kama leo itakuwa nzuri, kuna eka 1 tutapanda mpunga, na eka nyingine tutaweka pengine mahindi ama tutaweka alizeti. Kwa hiyo tutashawishika na hali ya hewa itakavyokuwa inakwenda. Ikiwa mvua ndo zinaenda mwishoni sana, pengine tutaweka alizeti au mahindi, tuachane na mpunga. Kwa hiyo eneo letu ndo kama ambavyo inaonekana. Mahindi yako kwenye hatua hii, na mahindi mengine ni yale ambayo tuliyaona ile shamba lingine la eka 2 ambapo tumeshafanya palizi. Ni maeneo machache sana yamebaki kumalizia. Kuna video tulionyesha hili eneo letu ambapo tulipanda mitiki kidogo, lakini tuko tunatazama namna ya kufanya utilize hili eneo hapo ambapo tunaliona, na kwa mazingira yetu hapo tunaweza tukaja tukaweka mbuzi. Kwa hiyo ni tunaumiza kichwa na kutafuta budget ambazo tunaweza tuka implement project yetu hiyo. Mungu ni mwema. Kilimo kinalipa, lakini kuna namna kwa sisi ambao tunategemea hali ya hewa. Kwa kweli, ukilima usiache msimu bila kulima chochote,
ambacho kinaweza kaenda na hali ya hewa, kwa sababu the moment unakuja kuacha, ndio kipindi ambacho kuna kudra za Mwenyezi Mungu. Unaweza ukapata hasara msimu huu, siku moja ukapata hasara. Msimu unaofuata unaweza ukasema kilimo hakinipi faida sana bana, naingiza 500,000 napata 5,500,000, ama 500,000 yangu nilioingiza pengine hairudi. Msimu unaofuata unakuja kuacha, ndio huo msimu ambao wenzako wanakuja kupata neema. Kwa hiyo kama unaamua kuwa mkulima, lima. Yaani lima. Kama hutaki kutegemea kilimo cha hali ya hewa, yapo mashamba ambayo wanalima throughout the year. Kwa hiyo ingia huko, kodi mashamba hayo, fanya project zako. Lakini kwa sisi kweli tunalima, tukimaliza hiki tunaangalia mazingira gani mengine ya kuweka kitu ambacho kitatufaidisha. Sababu hapa tulishaingiza trekta, ile gharama ya trekta ukiangalia pengine inaweza msimu kwenye vuli isirudi, kwenye masika unajaribu kuangalia kitu ambacho kinaweza kikaenda kulingana na leo ambavyo inaenda wakati huo. Unaweka mazao yako, kitakacho kupatikana walau kinakuja kukava gharama. Usiweke hela ukategemea pengine msimu mmoja ukurudishie faida yako. Hapana. Pengine weka interval fulani ya muda, kama nitalima kwa kipindi fulani, alafu nione kwenye kipindi hicho gharama ambazo zitakuwa nimezitumia maybe kwa misimu 3, na hiyo return yangu itakuwa vinanipa balance ya namna gani? Is it positive or negative? Kuliko kusema nalima msimu mmoja. Kwa hiyo ni kuweka pengine kwa misimu yangu hii misimu 3, ngoja niwekeze kwenye kulima. Halafu uje kufanya evaluation kwamba kwa miaka hiyo yote pengine umepata kitu cha namna gani na kitu gani kimetoka kwenye pocket yako, na je, kimekulipa? Karibuni kwenye channel yetu Kilimo 360 kwa video mbalimbali za kilimo, ufugaji, biashara za mambo ya kilimo na ufugaji. Comment, share video hizi. Naendelea kuwa mtazamaji wetu bora kabisa mwaka 2026. Karibuni sana na natakia muda mwema.